Asante. Wakati upia uliyeketi hapo, unaweza kufuatisha maneno haya machache. Sema: Bwana Yesu, niko mbele zako asubuhi ya leo. Bwana, naomba useme nami, kila neno atakalolinena mtumishi wako likae kwa wingi ndani yangu, lizae matunda 1 mpaka 100. Asante Yesu kwa kutanihudumia. Nakataa ila vipingamizi vya adui kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa utanihudumia. Amen. Pigie tena Bwana Yesu makofi mazuri. Pigie tena Yesu kelele za furaha. Amen. Asante. Basi wakati huu, kamata Biblia yako, kamata daftari lako, nikulete neno la Mungu la uzima, na unaandika kichwa cha somo kinasema hivi: zifahamu hatua 5 za kukua kiroho kwa Mkristo aliyeokoka. Nataka tujifunze hapa, zifahamu hatua 5 za kukua kiroho kwa Mkristo aliyeokoka. Pende kusema hivi, utangulizi. Binadamu yeyote ana maeneo makuu mawili ya utu. Kuna mtu wa ndani na kuna mtu wa nje, na hawa watu wote wanaishi na wanategemea kukua, na ndio maana mtoto anapozaliwa kuna hatua ya makuzi. Ataanza kukaa, ataanza kutambaa, ataanza kutembea. Hizo ni hatua za kukua. Na hivyo hivyo mtu anapookoka kuna hatua za kukua, za kuongezeka, za maongezeko. Kwa hiyo hatua hizo ni za muhimu sana. Kukua kiroho ni kwa muhimu sana kwa mtu yeyote aliyeokoka. Na kataa kuwa mchanga siku zote. Bwana asifiwe. Haleluya. Kataa kuwa mchanga. Uchanga haufai. Na kukua kiroho hakutegemei miaka uliokoka, uliokaa kwenye wokovu. Kuna watu wana miaka ndani ya wokovu lakini bado ni wachanga. Ameokoka muda mrefu, bado ni mchanga, haelewi chochote, hajui chochote. Unakuwa ni mzigo kwa Yesu wewe. Lakini kuna mtu mwingine anasema, sasa nitafanyaje ili nikue kiroho? Maana usipokuwa kiroho kuna madhara makubwa sana ambayo yatakupata. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya Mkristo kukua kiroho, hatua namba 1. Hatua ya kwanza, andika, yatakusaidia. Jenga tabia ya kupenda ibada sana, pamoja na mafundisho ya neno la Mungu. Jenga tabia ya kupenda ibada
pamoja na mafundisho ya neno la Mungu. Hiyo ni hatua namba 1 ya mtu kukua kiroho. Nisomee kitabu cha Matendo ya Mitume sura ni ya 2 mstari wake ni wa 44. Matendo ya Mitume sura ya 4, sura ya 2 mstari wa 42. Inasemaje? Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kumega mkate, na katika kusali, na katika kumega mkate, na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Kila mtu akaingiwa na hofu na ishara nyingi zikafanywa na mitume. Ishia tu hapo. Natamani twende pamoja. Mtu wa Mungu nisikilize. Nataka kufundisha na Roho wa Mungu anijalie nifundishe kwa utaratibu kabisa. Sintaupi nafundisha. Ndio maana ya semina. Wenzangu waliotangulia wamefundisha toka juzi na jana. Wale waliohudhuria semina ya Ijumaa, nyosha mkono kama ulikuwepo. Kwa wenyeji. Ijumaa alikuwepo baba pale na baba pale. Naweza ukalikumbuka lile somo la Ijumaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliongelea habari za kutoza ushuru, kwamba walikwenda hekaluni pamoja kwenda kusali. Lakini mwingine alisali akasema, mimi sio kama huyu Mfarisayo. Safi. Mimi nafunga mara 2 kwa juma. Tunatoa zaka kwenye mapato yangu. Sawa. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali na kujipiga kifua chake, akisema, Mungu, mimi sitahili mbele zako, maana ni mwenye dhambi. Naomba unirehemu na kunisamehe. Jamani, tumpigie makofi mama huyu kwa kulishika neno hili. Unaona, amelikamata vizuri. Safi kabisa. Lakini jana pia tumejifunza. Mhudumu alikuwa ni mtumishi wa Mungu pale. Nani anikumbuka somo la jana? Okay. Kwa wenyeji. Mama pale. Amen. Tumwamini na Yesu. Naye makofi mazuri kwa Bwana. Amen. Amejitahidi sana. Hivi ni vitu vya muhimu mno. Hawa walitangulia walifundisha. Sasa na mimi nikaona Bwana kaona aseme na wewe kwenye Jumapili hii kupitia ujumbe huu unaosema zifahamu hatua 5 za kukua kiroho kwa mtu aliyeokoka. Hizi ni za muhimu sana. Namba 1 tumesema jenga tabia ya kupenda ibada pamoja na mafundisho ya neno la Mungu. Maandiko katika kitabu cha Matendo ya Mitume yanaeleza wazi, wakati Yesu anapaa kwenda mbinguni pale Yerusalemu, aliacha mitume, kanisa la watu 120. Wakati anapaa na walitulia kwa nyumba ya mama mmoja anaitwa Mariamu, mama yake na Marko mjomba yake na Barnaba. Alitulia pale. Huyu mama alikuwa na nyumba ya ghorofa. Wakati Yesu anasema kaeni humu msitoke mpaka mtakapovikwa uwezo wa Roho Mtakatifu, walitulia mle kwenye nyumba ya Mariamu.
Huyu ni Marko aliyekimbia uchi wakati wa mateso ya Yesu. Kwa hiyo mahali pale tunaona walikuwepo akina Yakobo, walikuwepo akina Petro na Yohana. Hawa ndio walikuwa ni kama watu wakubwa pale. Sasa basi, Biblia inaeleza wazi, mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Luka, Matendo ya Mitume. Luka ndiye mwandishi. Wakadumu katika fundisho la mitume, wakadumu wakiumega mkate pamoja, wakadumu katika kusali. Nataka nikueleze hivi, mtu wa Mungu, kama endapo ndani yako hautajenga tabia ya kupenda ibada, usitegemee kukua kiroho. Usitegemee. Ibada ni ya muhimu sana. Ibada, maandiko anasema kumcha Mungu kunaongeza siku za mtu. Jenga tabia ya kupenda ibada. Jenga tabia. Wakati mimi nimeokoka, nilikuta wazazi wangu wanasali, lakini shetani alikuwa ameiba kiu ya ibada. Wakati naenda kanisani, wananiwekea vipingamizi kwamba tunakupa kazi, usipomaliza kanisani uendi. Kwa sababu ndani kulikuwa roho wa ibada. Ikifika muda wa ibada, ile kazi naiacha. Na wakati mwingine baba alinichukia kwa sababu ndani kulikuwa kitu. Leo tunao watu ambao ndani yao shetani ameiba kiu ya ibada. Shetani ameiba shauku ya ibada. Na ndio maana itathmini ibada yako unaoifanya. Je, inampendeza Mungu? Tathmini ibada. Leo watu hawamchi Mungu, niwaambie. Kuna tofauti ya kumcha Mungu. Kuna tofauti ya kuimba. Kuna tofauti ya kusifu. Leo watu hawasifu, wanaimba. Leo hamna wanaosifu, ni wachache. Kuna tofauti ya kuimba na kusifu. Sasa watu wameshajumuisha kwamba tunamsifu Mungu, tuseme tumsifu Mungu. We, unajua naona kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Haleluya. Hawa tu ndo kuna wapasa kusifu. Na mtu akisifu, mbingu zinafunguka. Ndipo ataona wingu limeshuka. Ataona bubujiko la Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, kusifu na kuabudu, kusifu na kuimba ni vitu viwili tofauti. Pia kuna kutukuza. Kutukuza nako unaweza kukuta tu umeokoka haujui kumtukuza Mungu. Yaani kutukuza, neno kutukuza. Kutukuza. Tunakutukuza Yesu. Ni neno la ajabu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jenga tabia. Watu leo hawajali ibada. yani mtu anakuja kanisani anavyotaka. Kabisa ibada ni saa 4, wewe unakuja saa 5 kasoro. Ibada ni Jumanne, wewe Jumanne haupo, unaonekana Jumapili.
Mtu wa Mungu, nikwambie, kukua kiroho ni kazi. Haleluya! Utakapokuwa kiroho ndipo utatambua namna ya kumsogelea Mungu. Mungu ni Mungu. Mungu anatisha. Mungu anaogopeka. Mungu anaitwa moto ulao. Ukitaka kumsogelea Mungu lazima wewe uwe moto. Mungu si Mungu kama tunavyofikiri. Ndio maana mwenye dhambi hawezi kumsogelea Mungu, maana akimsogelea anakufa. Mungu anatisha. Watu kama tutamjua Mungu, mimi niwaambie, maisha yetu hayatakuwa haya. Wewe utakuwa wa tofauti. Wewe sio wa kawaida. Mtu aliye na Mungu sio wa kawaida. Mawazo yake sio ya kawaida. Tembea yake sio ya kawaida. Kinywa chake sio cha kawaida. Nini? Shida iko hapa. Walokole wengi tumechukua mambo poa sana. Yaani ibada tumeiona ni kitu cha kawaida. Ndio maana mtu kukosa ibada aoni kama ni tatizo, aoni kama ni uovu, aoni kama ni dhambi. Imefika mahali unampangia Mungu muda. Sikiliza nikwambie, kwa nini hofu ya Mungu imeondoka ndani ya kanisa? Kwa sababu ibada zimepoteza mwelekeo. Tumepoteza mfumo wa ibada. Tumepoteza kanuni za ibada. Ibada. Unaposikia kitu ibada ni kitu kikubwa sana. Sijui kama mnanielewa. Bwana asifiwe. Kama tuko pamoja, punga mkono wako na mle nione. Pigia tena Bwana tena makofi mazuri kwa jina la Yesu aliye hai. Jenga tabia ya ibada, ya kujifunza maneno ya Mungu. Kuna mwingine hapendi kujifunza neno la Mungu. Yaani anatamani ibada ishe mapema, mhubiri amalize aondoke. Yaani watu wanakuja asikie tu imbaji acheze, sio neno. Ndio maana waimbaji wengi wana matatizo. Wana matatizo waimbaji binafsi mpaka kwenye kwaya. Wana matatizo kabisa. Yaani wengi hawapendi neno. Utakuweje kiroho? Kuimba kwaya hakutakukuza kiroho. Mimi nikwambie, kuna vitu vinavyokuza watu rohoni. Unapotoka nyumbani, umeandaa ndani yako kuja kukutana na Mungu kwenye ibada. Hiyo ibada yako uliandaa toka nyumbani au umekurupuka tu? Na ndio maana ibada haziandaliwi. Ibada inaanzia nyumbani kwako. Kabla hujaanza kwenda ibadani, unapoamka lazima ibada uanze kuiandaa. Haleluya. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Ndio maana wakati wa kabla ya mapambazuko lazima uamke saa 11. Unaanza kuitamkia ibada. Ndio utashangaa unapoamka moyo wako una ibada. Unasifu. Sio hivi. Kwenye ibada tunakutana na Mungu. Kwenye ibada tunakutana na uponyaji. Ndani ya ibada tunakutana na nguvu ya Mungu. Sasa inategemeana na umeiandaje ibada hapa. Twende kipengele cha pili. Jenga tabia ya kuwa muombaji. Zifahamu hatua 5 za kukua kiroho kwa Mkristo aliyeokoka. Jenga tabia ya kuwa muombaji. Sema amen. Kukua kiroho ni kwa muhimu sana. Jenga tabia ya kuwa muombaji. Muombaji, maombi yatakusababisha ukue kiroho haraka. Kuna mtu anaweza kawa na miaka 5 kanisani toka ameokoka.
bado ni mchanga wa kiroho, bado haelewi anzie wapi aishie wapi. Chanzo anakwepa maombi. Yaani kama unakwepa maombi, usitegemee kukua kiroho. Kuna maombi ya kanisani na ya kwako binafsi. Kuna yale ambayo mchungaji anatangaza, achana nayo hayo. Lazima una ratiba ya kwako mwenyewe ya maombi. Kwa nini? Ndani ya maombi utakutana na nguvu sio ya kawaida. Kitabu cha Wakolosai sura ya 4 mstari wa 2. Mtu mmoja nisomee hapa. Kitabu cha Wakolosai, Wakolosai sura ya 4 na mstari wake wa 2. Biblia inasemaje? Ndio. Katika kuomba huku na shukrani, mkituombea na sisi pia, kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo. Amen. Ishie tu hapo. Maombi yanafungua milango. Maombi yanafungua milango. Milango kwenye huduma. Kila eneo lina mlango wake. Eneo la elimu, eneo la ufahamu, eneo la biashara, eneo la kilimo. Kila eneo lina mlango. Ndio maana ukiwa muombaji, kuna namna ya kuomba kuyafungua malango yako. Kuna malango shetani akiyafunga haufurukuti. Na maisha ya watu wengi yamefungwa kwenye lango. Lango la mji, lango la biashara, lango la wokovu wako. Kwa hiyo maombi yanafungua mlango. Paulo mwandishi wa kitabu hiki anasema, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba. Anasema mkituombea na sisi, ili milango iweze kufunguka, tuweze kuinena siri ya Kristo. Ninachotaka kukwambia cha kwanza ni hiki. Shetani anapotaka kumfunga mtu, unapenda nikwambie? Bwana asifiwe. Kitu cha kwanza anafunga ufahamu. Mtu akifunga ufahamu, shetani ameshamuweza. Na hata hapo kwenye kitu ulipokaa, anaweza kukufunga. Anaweza kukufunga kwa namna hii. Kitu cha kwanza ulipokuja kanisani au kuomba. Sema amen. Na ulipokuja hapa au kuomba. Kuna mtu ana tabia akiingia kanisani, akifika akikuta watu wanasifu, naye tayari anajiunga, anaanza kusifu. Hajakaa kwa kiti aombe. Mwingine anapitiliza moja kama ni mwanakwaya. Ameona kwaya inaimba mbele, ananyoka moja kwa kuwa amechelewa. Ni kuja kujiunga kwenye mstari, tayari anaanzisha na yeye. Sasa shangaa, huyu bwana vipi? Wakati huo kuna namna shetani anavyowafunga watu. Anafunga kitu cha kwanza, anafunga fikra au ufahamu. Na kitakachokufungua hapo ni maombi. Kuna vifungo vingine havimuhusu mchungaji akuombea ndipo funguliwe. Ndio maana kuna mtu anasema, mchungaji ulikamana nguvu ya Mungu. Hamna. Tatizo lipo kwako. Kuna watu wana matatizo. Na hayo matatizo hayamhitaji mchungaji ayaondoe. Hilo tatizo linakuhusu wewe mwenyewe. Utatokeje hapo? Kuna namna. Paulo na Sila, nikwambie kitu ambacho ni cha tofauti sana, utanielewa. Na Mungu akupe kunielewa. Shetani haangalii mtu wa kumfunga. Anaweza kumfunga mtu yeyote yule. Anaweza kawa askofu, anaweza kawa mchungaji, anaweza kawa katibu wa kanisa.
akawa mzee wa kanisa, akawa mwanakwaya mzuri. Shetani haogopi kuitwa mchungaji. Unisikilize. Shetani haogopi kitambi cha mtu. Haogopi kuwa mhubiri wa kimataifa. Hilo ni jina tu. Kuna wahubiri wamefungwa kitaifa, huku ni wazinzi wakubwa. Utanielewa hapa? Kuna watu wanasimama zabauni, ni vibaka wa kutosha, wapenda fedha tu hawa. Na ripo tu limefungwa kwenye eneo la kupenda fedha, linafanya huduma kwa ajili ya maslahi. Kuna watu wamefungwa ndani ya makanisa, hapendi aonywe na mchungaji wake, akikaribiwa ananuna kifungo. Kuna watu wamefungwa kwenye eneo la hasira, ni mtu wa kuzilazila tu vitu. Nataka nikwambie leo tutaomba kama kari yako kapo kwako, na nikwambie ukitaka upone, kimbilia kwenye maombi. Maombi ni ufunguo, niwaambie watumishi wa Mungu. Kuna watu leo amefanya makosa, hapendi aombewe, anasema nitajiombea mwenyewe. Kuna mengine hata ukijiombea hayatoki, kuna mengine ukijiombea yanatoka. Sema amen. Kuna watu wanatenda uovu, wanatubu kwa wao, lakini kuna mengine hayatatoka mpaka kuhani wako pia atambue jambo lako. Shetani anafunga na maombi pekee. Shetani anaweza kumfunga mtu yeyote, haijalishi anaitwa nani kanisani. Haleluya. Anaweza akamfunga mtumishi yoyote endapo atakubali kufungwa. Paulo na Sila waliwekwa gerezani. Kilichowatoa gerezani ni maombi peke yao. Nenda kamwangalie Petro wakati Herode amemuua Yakobo. Jambo hili kawapendeza watu wa Yerusalemu. Akamkamata na Petro, akamweka ndani, akisubiri baada ya Pasaka auawe. Maandiko yanasema askari walikuwa wamemlinda, mbele ya askari, nyuma askari, yupo katikati. Wamemvua nguo, viatu wameweka pembeni. Kanisa la Bwana likadumu katika kuomba. Malaika wa Bwana alishuka, akaingia kwenye kile chumba. Naomba unielewe, Petro aliwekwa gerezani. Hawa ni watu ambao walikuwa ni matata, yaani walikuwa wamembeba Yesu kama alivyo, lakini walifungwa, waliwekwa gerezani. Kilichowatoa mle, kilichomtoa Petro gerezani yalikuwa ni maombi. Kilichomtoa Petro gerezani ni maombi. Sikiliza nikwambie, kama tutakuwa na vijana ambao sio waombaji kanisani, tusitegemea watafunga ndoa. Lazima anguko lipo kwa kijana huyu. Binti kama sio muombaji, lazima binti huyu ataanguka. Huyu baba kama sio muombaji, awe mzee wa kanisa awe nani, tutegemee uongozi wako utakuwa mbovu kanisani. Hata tuongoza vema, lazima tu kwanza kitakachotokea kwake kama sio muombaji, likifumuka pepo hata kimbia pepo. Mimi nimeshuhudia sasa hivi, niona watu wanaanguka mapepo kwenye mikutano. Ule moto uliokuwa nao vijana wa kukimbilia kukemea pepo sasa hivi unapotea. Mimi nimeenda sehemu kuhubiri Injili, watu wanavyogalagana mapepo, mpaka nikaanza sasa mimi Roho Mungu akaanza kufoka. Sasa hivi nini? Yaani wanashangaa tu, alafu wanaona kama kitu kigeni kabisa. Wameniachia mimi kazi mhubiri nimalize, wakati kuna foleni na nisubiri tena. Sasa jamani, mpaka nikaanza kufoka hivi nye. Na wachungaji wengine wananishangaa tu. Nikasema hii ni nini? Kwa sababu mtu ndani yake sio muombaji, kwa hiyo anawaza pepo hili nitalitoeje? Tuko pamoja? Shetani anavyofunga watu, maombi yanafungua minyororo. Maombi yanafungua ufahamu. Maombi yanampa mtu ujasiri, yanakupa
neema yako, neema ya Mungu inakuwa juu yako. Hilo ni eneo la kukua kiroho. Kwa hiyo usitegemee kukua kiroho kama sio mwombaji. Eneo la tatu, jenga tabia ya kulisoma neno la Mungu, yaani Biblia kila wakati. Jenga tabia ya kulisoma neno la Mungu, Biblia kila wakati. Hapa sasa ni eneo la kukua kiroho. Kuna kiongozi mmoja wa sifa, ndipo nikajua kwamba mtu anaweza kuwa ni kiongozi wa sifa ila ni mchanga. Kuongoza sifa, sikilize, kukua kiroho ni kwa muhimu sana. Kuna kiongozi wa sifa nilipoita wanaotaka msaada wa kuombewa, naye akapita, ametongozea sifa vizuri sana. Nilivyobandika mikono, kilichotokea kumbe ana majini. Sasa ni kiongozi wa nini? Wa sifa. Na leo tunaona washirika wanakaa na majini kabisa. Mimi naniuma napoona mlokola anaanguka mapepo. Naniuma. Tatizo ni moja, ndani hakuna neno. Jenga tabia ya kulisoma neno la Mungu kila wakati. Na unapolisoma neno la Mungu kila wakati, mara kwa mara, hilo neno litakaa kwa wingi ndani yako. Shetani amewanyamazisha watu sana kwenye eneo la kusoma Biblia. Leo watu wako bize sana. Wewe mwenyewe ni shahidi, uko bize. Biblia sijui kama hivi ndio unaikamata sasa leo Jumapili. Kuna wakati mwingine unaweza ukaikamata kabisa hivi usisome. Kuna nguvu fulani inayokufunga na kuzuia. Na tunao watu ambao toka ameokoka hajawahi kununua Biblia. Na umeona jambo la kawaida. Simu zimeleta kazi hizi. Hizi simu hizi marufuku kusoma Biblia kwenye simu kanisani. Watu wanarahisisha mambo ovyo ovyo tu. Eti ukisasa. Jamani, hivi na sisi wachungaji tunapiga na makofi. Yaani tunafurahia ujinga kweli. Jambo ambalo sio. Paka leo mtumishi, leo wachungaji anasema na simu tufungue Biblia. Iko wapi simu? Ndio tufungue Biblia. Nisikilizeni watumishi wa Mungu. Tusipokuwa makini, tunakokwenda sio kuzuri. Leo inahubiri injili hii, utakuja nikumbuke. Shika neno hili litendee kazi. Soma neno. Watu wako bize kuliko maelezo. Niulize swali. Unaposoma Biblia, wewe unasema na Mungu au Mungu anasema na wewe? Mungu anasema na wewe au wewe ndio unasema na Mungu? Na? Swali mmoja anyoshe maelezo jamani, ili iwe faida ya wengine. Mungu anasema na wewe au wewe ndio unasema na Mungu? Mtumishi, mnaona wewe unataka unyoshe vizuri baba. Amen. Okay. Safi sana baba, karibu. Amen. Mpe Yesu makofi kabisa. Mpe Yesu makofi mazuri. Amen. Kabisa kabisa. Unaposoma Biblia, Mungu anasema na wewe. Sio unasema na Mungu. Sema amen. Kwa nini? Mungu, hili neno ni la Mungu ndio unalisoma. Kwa Mungu anazungumza na wewe. Kwa sasa unapolisoma neno kwa usahihi,
mara kwa mara, lile neno litakaa kwa wingi ndani yako. Ulishawahi kusoma Biblia ukalia machozi? Yaani Mungu anazungumza na wewe mpaka unaanza kulia machozi, yaani unaanza kugalagala kabisa. Hiyo hali, ndugu yangu, ni ya kukua kiroho. Nikwambie, kukua kiroho kutakusaidia sana kuisikia sauti ya Mungu. Kukua kiroho kutakusaidia kutoanguka. Kukua kiroho kutakufanya umtumikie Mungu kwa viwango vinavyotakiwa. Ayubu alikuwa kiroho, ndio maana alisitahimili. Mtoto mchanga ni wa kulialia tu. Tunao washirika wa kulialia. Sikiliza nikwambie, hana hoja kwa Mungu, yeye ni kulia. Mungu anasema leteni hoja zenu zenye nguvu. Yeye ni kulia mchanga, ni kulalamika tu, ni wa kunung'unika. Neno la Mungu halitakaa ndani yako kama moja, haulisomi; mbili, haulitafakari; kama haulitendei kazi. Zaburi ya 119 mstari wa 11. Na mwingine afungue kitabu cha Wakolosai sura ya 3:16. Ifungulie kitabu hicho, Wakolosai sura ya 3:16. Alafu tutamaliza, limebaki moja la 5 kulingana na muda wetu. Naweza nikaishia tu la 4 hapo. Nisome kitabu cha Wakolosai 3:16. Amen. Ishia tu hapo. Sikiliza sasa, moyo wa mwanadamu ulivyo unatunza mambo mengi. Biblia inasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, likae kwa wingi. Kwa hiyo kama mlokole, neno la Mungu litakaa kwa wingi ndani yake. Kipande kingine shetani ataweka vya kwake. Unakuta mlokole huyu, kuna sehemu anatukana, kuna sehemu anabariki, kuna sehemu anarudisha mabaya, kuna sehemu analipiza kisasi, kuna sehemu anakana kinyongo ndani ya moyo wake. Neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani ya mtu, maana yake ndani yake amembeba Yesu kama alivyo. Ndio maana unakuta kiu ya kuomba ipo, kiu ya kuabudu inatoka. Kuna wakati mwingine tunao watu, wakati mwingine wagu nalala bila kuomba. Kwa nini? Kwa sababu neno ni dogo. Hapa tu tukisema kilo moja tuombe risali zima, utaona wengine wataanza kulala, wataanza kusinzia. Kama tu sasa hivi umeshachoka kwenye kiti tayari, umeshaanza kuchoka. Nini? Kitu cha kwanza sasa hivi, watu ni wavivu kujifunza. Watu ni wavivu kusoma Biblia. Watu ni wavivu. Ni wavivu. Ni wavivu mzee, ni wavivu. Tuache uvivu. Mimi niwaambie, kumjua Yesu ni kazi kubwa, sio ndogo. Sio tu kuombewa sala toba na tubu na nini ukakiri pale imeisha. Wewe kuna kazi ya kufanya. Yaani kuna kazi. Kuna watumishi wengine, yaani yuko kwenye utumishi bado ni mchanga, ameingia kwenye huduma, lakini kuna vitu ambavyo vinamwendesha, vinamsumbua, ni mchanga.
hajakomaa. Kuna mahali sauti ya Mungu hautaisikia mpaka ufike viwango vya utu uzima. Ndio maana jitahidi, kataa kuwa mchanga. Ukiwa mchanga utakuwa mzigo kanisani. Kila jambo utakuwa kwako ni geni. Tatizo la uchanga, kila jambo mchanga natakiwa aimizwe. Yaani ni wa kuimizwa, hajui wajibu wake, kwamba kwa mchungaji nikafagie, kwa mchungaji sijui kuna nini. Leo hii watu wako mbali na watumishi wa Mungu. Uchanga. Kuna baadhi ya watu wengine, nazungumza hivi unanisikiliza, ufahamu wako utakapofunguliwa, utakapowekwa huru, utatambua namna ya kumtumikia Mungu. Mtumishi wa Mungu, jitahidi. Biblia inasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako, liweke ndani yako. Sasa Biblia hauna, litakaaje ndani yako kwa wingi? Biblia unayo lakini hausomi, litakaaje kwa wingi? Neno la Mungu kujifunza utaki, litakaaje kwa wingi ndani yako? Ndio maana utakuwa na maneno sana, hautakuwa na neno, utakuwa mtu wa maneno. Kanisa la Bwana, tugeuke leo. Someni Biblia, nunua Biblia. Mimi nawaambia sasa hivi hali ni mbaya. Zimetengenezwa Biblia za kifrimasoni. Wakati niko Dar es Salaam, mama umoja akaingia pale kanisani, ilikuwa ni Jumapili kama leo, amekuja na begi la mabiblia yako mle. Paka ule mama nikamwambia, mama njoo na Sumbawanga. Sasa akasema nipatie namba yako mtumishi, mimi ni wakana tembeza Biblia, maana zimetoka Biblia ambazo ni za kifrimasoni. Kwa hiyo hawa watu hawa, unaweza kununua Biblia dukani ukafikiri ni Biblia iliyo hai, kumbe ni ya kifrimasoni. Ndio maana sasa yule mama anakopesha Biblia zilizo hai sasa za kweli. Wewe mwenzangu na mimi unafikiri tayari umemaliza. Hali inayokuja mbele yetu sio nzuri kanisa. Naombeni tujanjaruke, tuwe makini. Mfumo dunia iko pabaya. Mpinga Kristo mawazo yake sio mazuri kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya dunia. Hivi dunia ishapinduliwa. Yupo azuiaye. Hujasoma andiko anasema yupo anayezuia. Siku kanisa limeondoka utaona. Na jitahidi sana usije ukabaki. Ila unaweza ukabaki kwa sababu gani? Ni hivi, Yesu ambaye umesema nimemwamini, kuna vitu ambavyo usipovielewa sawa sawa unaweza ukaachwa. Muda wote unyakuo unaweza ukatokea. Muda wote tu. Ndio maana changamka sana kumwabudu Mungu sana. Sio siku za ibada wewe unachabanga huko kule na kule. Sikiliza. Siku za kuabudu abudu. Jitoe mwanga. Muda hatunao. Makimbilio kwaya, Mungu awabariki. Tumhubiri Yesu sana. Tuzunguke vijijini na mijini. Karibia tokee mwanaume. Anakuja na uchila. Akukute uko tayari. Muda sio mrefu. Tuko kwenye siku za nyongeza. Vijana, epukeni na tamaa. Hata mwili ungewasha waambie tulia. Lakini huo mwili utautulizeje kama sio mwombaji? Kuna mtu mmoja anaitwa Matayo. No, anaitwa Asaneli. Huyu Asaneli ndiye aliyechunwa ngozi kwenye Biblia. Biblia ndiye aliyechunwa ngozi. Huyu alikuwa na mabinti wawili, mmoja mwombaji mwingine mwimbaji. Hawa walishinda vita. Jamani watumishi wa Mungu, usipende tu kukalia kiti hicho ukalizika. Kuna kazi ya kufanya Mungu amekuitia uifanye. Usipende tu kuingia kanisani ukaimba tu ikatoka. Changamka. Usipende tu hivyo. Mfahamu Yesu sana. Mjue Mungu sana. Elewa Biblia sana. Soma Biblia sana.
mafundisho yapo mapotofu ambapo usipokuwa unaelewa unaweza ukamchukia na mchungaji, unaweza ukachukia watu. Kanisa tubadilike. Hiyo roho inayokutesa ya kwamba hata ukichelewa Mungu hiyo siku utaitamani jirudia, haitarudia tena. Nawaambieni wa baba, shikamaneni na Yesu. Nawaambia kabisa, hali sio nzuri. Jenga tabia. La mwisho, namba 4, la mwisho, jenga tabia ya kuwa mtoaji. Jenga tabia ya kuwa mtoaji wa zaka na sadaka. Jenga tabia ya kuwa mtoaji wa zaka na sadaka. Hivi vinamfanya mtu akue kiroho. Mtu ambaye hafanyi mambo haya atakuwa mchanga siku zote, kwa sababu kuna baadhi ya vita vya kiroho hautavishinda kama utoi zaka na sadaka. Mkristo aliyeokoka anakabiliwa sana na vita vya rohoni. Vita vyetu si vya damu na nyama. Mtu wetu tunaelewa, sio vya damu na nyama. Kwa hiyo ni vya rohoni. Kama utoi zaka na sadaka, wewe ni mwizi wa zaka. Na wakati mwingine haupendi kuiba zaka, ila kuna nguvu inayokusukuma mpaka unajikuta umeiba. Hiyo nguvu inayokuzuia leo tutaipiga kwa damu ya Yesu. Natamani kila mmoja wetu aliyoko hapa awe mwaminifu mbele za Mungu. Na vita ya kwanza, kama utoi zaka na sadaka, vita ya kwanza utakaoshambuliwa nayo, nisikilize, ya kwanza utashambuliwa na roho ya kiumasikini. Kama wewe utoi zaka na sadaka, roho itakayo kushambulia, manake utatengwa na baraka na utaingia kwenye laana. Utatengwa na baraka na kuingia kwenye laana kama hautoi zaka na sadaka. Vitu hivi, hii roho inakuletea laana, haikuletei baraka. Kwenye kazi zako uwe mwaminifu. Hata kama unauza vitumbua, jali sana kumtolea Mungu zaka na sadaka. Sadaka unayoitoa hapa madhabahuni, kuna mawili, imekubalika au haijakubalika. Utakapokuwa kiroho utajua namna kumtolea Mungu zaka na sadaka. Kuna mtu ameweka mfumo toka tarehe 1 mwezi wa 7 mpaka sasa, yeye anatoaga 200 tu. Utakuwa kiroho, utakuwa unapiga makitime tu. Unapoongezeka kiroho ndipo na utoaji unaongezeka. Unapoongezeka kiroho ndipo na utumishi wako unaongezeka. Kwa hiyo vita ya kiroho itakushambulia, itakutengezea laana. Malaki 3:9 hadi 10. Malaki 3:9 hadi 10. Malaki 3:9. Nisomee tu 9 tu hapo. Malaki sura ya 3 mstari. Malaki 3 mstari wa 9. Jifunzeni kumtolea Mungu sadaka na zaka, vijana, mabinti, wa mama, wa baba. Kuna baraka zitawaijiria, hata nafasi haitakuwepo. Usiwe mwizi wa zaka na sadaka. Inasemaje? Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mtanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la.
Amen. Tulia hapo, tunakumbushana maneno haya sio mageni kwetu. Tunafundishwa, we mwenyewe umefundisha. Neno la Mungu ni jipya itwapo leo. Tunakumbushana kwa sababu mwanadamu ameumbiwa kusahau sana. Lakini ugali umeandikwa mara moja, lakini hajawahi kusahau. Unaona? Lakini mengine tunasahau sana. Jenga tabia ya kumtolea Mungu zaka na sadaka. Hii huku ni wakulima. Umepiga mahindi gunia 10, gunia moja sio la kwako. Huyu baba huyu tukija huku yani atuwe tunakula mpaka vingine. Huyu baba huyu toeni zaka. Kwanza huyu baba huyu mwe watoaji jamani. Sisi wenyewe kule tunatoka mjini. Kule kwa makimbilio kule tuwe watoaji. Bwana asifiwe. Jamani niulize swali kidogo. Huyu mchungaji wetu kwa baba na mama anejua anakunywaga soda gani huyu baba? Huyu baba anapendelea kunywa soda gani? Huyu mchungaji wetu Luela huyu. Pepsi. Baba amesema Pepsi. Ni kweli? Naona mchungaji anacheka. Sijui kama ni kweli. Bwana asifiwe. Jamani, roho ya utoaji imebeba baraka. Jenga tabia. Hiyo ni tabia. Tabia ni mzigo. Tabia. Uzuri wa mwanamke sio uzuri alionao, ni tabia. Mungu aone tabia yako ni njema. Jenga tabia ya kumtolea Mungu zaka. Hiyo ni tabia inaumbika. Siku umeiba mpaka moyo unaumia. Jenga tabia. Jua mchungaji wako na kunywa soda gani. Tambueni ya kwamba hawa ni wana wa Israeli. Bwana anawaambia mumelaaniwa kwa laana. Kwa nini? Kwa sababu mnaniibia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiibe. Walokole, Mungu atusaidie. Mungu wetu tunayemtumikia ndiye mwenye kutubariki, ndiye mwenye kutuinua. Tukikaa kwa uaminifu mbele zake tutabarikiwa mno, tutainuliwa. Jenga tabia hii ya kumtolea Mungu zaka na sadaka. Jengeni tabia hiyo. Zaka itakuletea kufunguliwa kwa madirisha mbinguni. Baraka zitamwagika kwako. Lakini pia jenga tabia ya kuwa karibu na mchungaji wako. Ili niishie hapo, muda wangu umefika hapo. Lakini nikazie jambo moja ya kwamba wewe unayetamani Mungu ainue maisha yako ya kiroho, unatamani viwango vyako vya kiroho vipande juu, ishi kwenye hizi kanuni. Ishi kwenye hizi kanuni. Kanuni hizi zitakupa mpenyo. Jenga tabia. Penda ibada, penda maombi, penda kusoma Biblia, penda kufunga, penda kutoa. Penda kutoa. Sadaka sio hela tu. Kuna wengine umekuja na sadaka kwa sababu una hela, lakini ndani umeacha mahindi, umeacha kalanga, umeacha mayai, umeacha vifaranga vya kuku, umeacha. Maandiko yanasema mheshimu Bwana Mungu wako kwa mali zako zote na kwa malimbuko yako, ndipo ghala zitakapojazwa. Tatizo sio kwa Mungu, tatizo lipo kwetu. Sasa hivi wajanja ni wengi. Mtumishi wa Mungu nisikilize na nimemaliza. Kuna wakati mwingine roho inakutesa ya namna hiyo. Unatamani kuwa mwaminifu, unatamani kutumika kwa mwaminifu, lakini kuna nguvu inayokuzuia. Hiyo nguvu acha tuibomoe kwa jina la Yesu. Acha tuivunje masaa haya. Sio wewe, lakini yamkini kuna nguvu nyuma yako. Kuna madhabahu ziko mbele yako.
madhabahu za kifamilia, madhabahu za ukoo, leo zitavunjwa kwa mtu mmoja ambaye atakubali sasa kutaka badiliko ndani yake. Sisi jamani, Maandiko yanasema tunafanywa wapya siku kwa siku. Ndio maana upasi kuzoelea kila eneo, jifunze kuwa mpya kila itwapo leo. Mungu akubariki sana.